Tuangalie viashiria vya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwanza, kabla tujaangalia viashiria hivyo, tuangalie kwanza maana ya mahitaji maalum. Mahitaji maalum ni huduma za ziada anazopatiwa mtu ili ziweze kumsaidia katika kufanya shughuli zake za kila siku. Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya vitu anavimisi, ndio maana anashindwa kufanya shughuli zake za kila siku. Sasa ili aweze kutimiza majukumu yake ya kila siku, anatakiwa apewe vitu hivyo ili viweze kumsaidia katika kufanya shughuli zake. Na hivyo vitu ndio tunaviita mahitaji maalum. Mtu yoyote anaweza akawa anaweza akahitaji mahitaji maalum ili aweze kumsaidia katika kufanya shughuli zake za kila siku. Mahitaji maalum yanaweza kuwa ni mahitaji maalum ya ujifunzaji, inaweza kuwa ni mahitaji maalum kwa maumbile, inaweza kuwa ni mahitaji maalum ya kihisia. Lakini leo naomba tuangalie viashiria vya mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Utamjuaje mwanafunzi huyu ana mahitaji maalum katika darasa lako? Kiashiria cha kwanza ni kiashiria katika kujifunza. Maana yake ni kwamba mwanafunzi anaweza akawa analeta ugumu katika kujifunza kwake. Mfano, kuhifadhi kumbukumbu. Nafundisha leo, uliza tena kesho hakumbuki. Rudia tena kesho tena, ukiuliza hakumbuki. Maana yake ni mtu ambaye anakuwa hahifadhi kumbukumbu. Maana yake kumbukumbu zake zinapotea. Lakini pia katika kiashiria hiki cha kujifunza, kuna wanafunzi wengine ambao unakuta wanashindwa kutamka maneno, wanashindwa kutofautisha herufi. Kuna wengine unakuta wanashindwa kusoma kwa wakati. Unakuta mwanafunzi mpaka anafika darasa la 3 la 4 hajui kusoma na kuandika. Maana yake anaweza kuwa ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Lakini pia kwenye mahitaji maalum ya kujifunza tunaangalia pia wanafunzi wenye akili nyingi zaidi. Unakuta mwanafunzi yeye kitu kidogo tu kashaelewa. Maana yake ni kwamba mwanafunzi huyu naye ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Kwa sababu gani? Anahitaji huduma ya kumsaidia kuweza kucontrol akili zake. Kiashiria cha pili, tofauti za kitabia, kihisia na kijamii. Tofauti za kitabia, kihisia na kijamii. Maana yake ni kwamba ukiona mwanafunzi ana tabia ambazo zinakuchanganya, mfano anaweza akawa ni mkali sana kupita kiasi, anajiamini kupita kiasi, mwanafunzi ambaye muda wote amejitenga, mwanafunzi ambaye muda wote hana furaha. Manake mwalimu hapo chukua hatua. Kwa sababu gani? Mwanafunzi huyu atakuwa ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, anahitaji huduma ya ushauri na unasihi ili kuweze kumweka sawa na aweze kujifunza kama wanavyojifunza watoto wenzake. Kiashiria kingine ni ulemavu wa milango ya fahamu. Katika ulemavu wa milango ya fahamu, hapo ndipo sasa tunaangalia uwezo wa mwanafunzi kusikia, tunaangalia uwezo wa mwanafunzi kuona, lakini pia tunaangalia uwezo wa mwanafunzi kuongea. Maana yake ni kwamba sasa mwanafunzi ambaye utakuta sasa yeye anataka tu kukaa mbele muda wote, maana yake akikaa nyuma hawezi kuona. Maana yake mtoto anakuwa ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ana changamoto ya kuona, hivyo anahitaji vifaa saidizi. Au unakuta mwanafunzi ambaye wewe ukiongea hakusikii. Maana yake ni kwamba huyu mtoto ana changamoto ya kusikia, atakiwa uchukue hatua. Hana kiburi, lakini ana changamoto hiyo ya kumsaidia katika kufanya nini? Ya kumsaidia katika kuongea. Lakini pia kiashiria kingine ni tofauti ya kimaumbile. Katika tofauti ya kimaumbile, hapo ndipo sasa utamkuta mwanafunzi labda ana changamoto ya kutembea, labda ni mlemavu wa miguu, ni mlemavu wa viungo, au ana ulemavu wa aina yoyote mwilini mwake. Asilimia kubwa kiashiria hiki huwa kinaonekana kwa macho, asilimia kubwa. Lakini kiashiria kingine, tofauti za kijamii. Katika tofauti za kijamii, hapa tunaangalia wanafunzi wa aina tofauti. Mfano, wanaoishi mbali na shule. Umeona mwanafunzi kila siku anachelewa, manake chukua hatua. Isikute yule mtoto anaishi mbali sana na shule. Wanafunzi wanaoishi mbali nao tunawaingiza kwenye kundi la wanafunzi wenye mahitaji maalum. Au mwanafunzi anaishi kwenye mazingira hatarishi, nyumbani kwao baa kama zote, nyumbani kwao vibaka kama wote. Maana yake ni kwamba mtoto kama huyu naye ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Kwa sababu gani? Anaishi katika mazingira hatarishi. Lakini pia watoto wanaoishi kwenye jamii za kuhamahama. Unakuta ni mtoto ambaye leo wazazi wake wako hapa, kesho wapo kule, kesho kutwa wapo kule. Maana yake ni kwamba huyu naye ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Anahitaji mahitaji maalum gani? Anahitaji aishi bweni ili uweze kumsaidia. Lakini pia kitu kingine, tofauti za kiafya. Unakuta ni mtoto ambaye anaumwa mara kwa mara.
yaani kidogo tu kashaomba ruhusa, kidogo kashaomba, maana yake ni kwamba mwalimu takiwa uchukue hatua. Huyu mtoto anaweza akawa ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaweza akawa na ugonjwa wa kudumu. Hivyo basi viashiria hivi vinaweza vikamsaidia mwalimu kuweza kuwajua wanafunzi wake na kuweza kuchukua hatua. Hatua ambazo anatakiwa kuzichukua mwalimu ni kuwapatia afua stahiki au kuwapatia huduma za msingi, lakini sio kuwachapa, sio kuwagombeza. Maana yake nenda nao taratibu, kwa sababu hao ni wanafunzi wenye mahitaji maalum, na hizo ndizo zinaweza ikawa ni dalili zitakazo kusaidia wewe kuweza kuwatambua.